Naendelea hapo kama nilivyowaambia katika ujumbe wangu nyakati za mwisho. Tunaendelea katika kanisa, katika Waadventista wa Sabato. Moja kwa moja tutaendelea katika kitabu cha Warumi sura ya 2, tutaanzia mstari wa 13. Sio wote waisikiao sheria watakaohesabiwa haki mbele za Mungu, bali ndio wale waitendao sheria. Watu wa mataifa wasio na sheria wafanyafo kwa tabia zao mambo yaliyoko ndani ya Torati, wenyewe wanafanyika sheria kwa nafsi zao wenyewe, huku mioyo yao ikiwasuta na mawazo wenyewe kwa wenyewe yakiwatetea au kuwashtaki. Wamefanyika kama mtu hapo, mtu unajipeleka rukapu. Sheria haikuwepo kwa ajili ya mataifa. Sheria ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Neema na kweli, sheria, Torati na sheria ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Neema ni kitu ambacho ukustahili. Neema ni kitu ambacho kinakuangukia bure. Neema iligeukia sisi mataifa. Lakini kama wewe ni mataifa ambao sheria, Torati haikukuhusu, wewe unaibeba, ambayo kazi ya msalaba ambayo mgharimu Mungu kuja hapa duniani, wewe unaendelea kuibeba, unawafundisha watu, umepeleka watu ujue kwamba kitu unachokifanya sio kizuri. Na kurudisha kwenye neno, mimi hayo maneno ninayokuambia ni neno la Mungu ambao ni halisi. Nimetoa rai kwamba watu warudi tena kusoma Biblia kwa makini ili waweze kutambua, angalau waweze kuwasaidia viongozi wao. Kwa sababu ukija katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2b, sura ya 2 mstari wa 16b, si wote, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki katika matendo ya sheria. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki katika matendo ya sheria. Mwanadamu ahesabia haki kwa neema, sio katika matendo ya sheria. Tukienda katika mstari wa 17, achana na sisi tu wa mataifa. Ikiwa wewe unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kuyajua mambo ya bora na kuyajua mambo yaliyo bora na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umelimishwa katika Torati, yani katika Torati wewe una PhD, una degree, ujue kwamba hakika wewe ni kiongozi wa vipofu, mwanga walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya kuelewa. Kama wewe una uwezo wa kufundisha, kwa nini usijifundishe mwenyewe kwanza? Una uwezo wa kufundisha, jifundishe mwenyewe kwanza, utoke kwenye mambo hayo ya sheria, ujifundishe ili uje utoe vitabu na speaker na nini, mafundisho uyapeleke ulimwenguni. Unafanya kitu cha ajabu. Sasa katika nafasi hiyo ndio nasema kwamba mwanadamu inurudi tena katika kusoma Biblia. Someni Biblia, rudi katika neno la Mungu. Mwanadamu anahesabiwa bure kwa imani, sio katika matendo ya sheria. Ukisoma Wagalatia pale 3 mstari wa 10, anasema kwamba kila ishikaye sheria yuko chini ya laana. Kwa hiyo kuja katika Wasabato uko katika vuguvugu. Kwa Yesu unashika, na kwa Yesu kwenye sheria, kwenye neema upo, na kwenye sheria upo. Uko vuguvugu. Kwa hiyo moja kwa moja wewe umeshatapikwa. Hilo jambo liko wazi, ni kwamba utapika. Hii naongea, sirudii tena. Wewe ukubali, ukatae, endelea jinsi utakavyoona. Lakini hili jambo Mungu ameweza weka wazi, kuyapasua madhehebu, kutoa kujaribu kufafanua udhaifu ulioko kwenye madhehebu sawa sawa na neno lake, ili uweze kuamua kutoka au kuendelea kubaki. Kwa sababu katika sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa hiyo nafasi hiyo katika Wasabato ninawaambia kwamba inabidi mrudi mwanzoni, mpokee Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Usije kushika sehemu mbili. Yesu ndiyo njia na kweli na uzima. Hakuna njia. Yesu ndiyo nuru ya ulimwengu. Kila kitu kiko wazi. Shika sehemu moja.
mafundisho ni mengi, lakini kuna feki. Ukisikia original kuna feki. Kwa hiyo angalia la msingi unaweza kulishikilia likakusaidia katika maisha, ambayo ni neno la Mungu, ndio kweli Mungu. Neno la Mungu halifungiwi wakati wowote. Neno la Mungu ndio kweli. Ukisoma katika waraka wa Yohana na sura 1, kila apitaye cheo, ni askofu, ni shehe, ni mchungaji, ni nabii, ni mtume, kama hajadumu katika fundisho la Kristo, yeye hana Mungu. Kama hujadumu katika fundisho la Kristo, aidha umepunguza, aidha umeongeza, jua kwamba wewe hauna Mungu. Kwa hiyo la msingi ni hapo katika Wasabato. Hiyo nafasi ambayo nilikuwa nahitimisha, nawaeleza ukweli kabisa kwamba katika matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa kwa Mungu. Kwa Yesu uliangalia neno, uzaliwa mara ya pili katika neno, uhesabiwa katika imani, uwe kiumbe kipya, ya kale yapite. Hii ni hatua ya mwisho, ni injili ya mwisho ambayo ni yahubiriwa, ile imeandikwa Mathayo 24:14, ambayo tena injili itahubiriwa kwa mataifa yote uweze kuwa ushuhuda. Mungu anahukumu katika haki ili uweze kuhukumiwa. Mungu akubariki sana.